Hadithi ya Mama J. Kungwi, mwanaume aliyepotea kwenye ndoa. Kijiji cha Mlingotini kilicho kando ya mto mkubwa na misitu yenye maua kilikuwa na wakazi wa heshima na wanaojali jamii, lakini kama kila sehemu, pia kulikuwa na changamoto. Wengi walikosa elimu ya mahusiano na baadhi ya ndoa zilikuwa chungu kuliko asali. Katika jiji hiki aliishi Mama J. Kungwi, mwanamke mwenye hekima na uvumilivu. Alijulikana kwa uwezo wake wa kurekebisha migogoro, kuelimisha jamii na kutia moyo katika mahusiano. Siku moja kijiji kilikumbwa na tatizo. Mwanaume mmoja, Asha, alikuwa amekuwa kwenye ndoa na tabia mbaya. Alikuwa mnyanyasaji wa maneno, akipiga kelele mara zote kwa mke wake. Alikosa kuonyesha heshima, upendo na usikilizaji. Mara nyingi alifanya maamuzi bila kuzingatia hisia za mke wake au familia. Wakazi walijaribu kumsaidia, lakini hakuna aliyefanikisha. Mke wake alikimbia mara kadhaa, lakini hakutaka kuachana. Aliona bado kuna nafasi ya kubadilika. Hapo ndipo Mama J. Kungwi aliingilia kati. Mama J. Kungwi anachukua hatua. Mama J. alimwita Asha chini ya mti mkubwa uliokuwa katikati ya kijiji. Alimkaa upande wake, macho yake makini lakini yasiyo ya kuogopesha. Asha, alisema Mama J. kwa utulivu, nimesikia changamoto zako ndani ya ndoa. Ndiyo, najua tabia zako si nzuri, lakini bado kuna njia ya kurekebisha mambo. Asha alishtuka. Aliona heshima na upendo uliotokana na maneno ya Mama J. Aliandika kwenye mioyo ya watu wengi kijijini. Hapo Mama J. alianza kumfundisha mafunzo ya mahusiano. Heshima binafsi na kwa wenza wako. Heshima si alama tu, ni tendo. Heshimu mke wako kama unavyoheshimu maisha yako. Mawasiliano ya uwazi. Sikiliza kabla ya kusema. Fikiria maneno yako. Maneno yenye uchungu hayaendi pekee, huunda picha ya ndoa yako. Udhibiti wa hasira. Hasira ni moto. Kama haudhibiti, unaharibu nyumba yako na familia. Uwajibikaji na kujitolea. Ndoa ni kazi, lazima utimize jukumu lako bila kutegemea wengine tu. Mama J. alibadilisha maneno kuwa mazoezi ya kila siku. Asha alipewa kazi ndogo ndogo ya kuonyesha heshima: kumsaidia mke wake bila kuambiwa, kuzungumza kwa utulivu badala ya kelele, na kuandika maneno matamu badala ya maneno ya kuumiza. Mabadiliko yaanza kuonekana siku kadhaa baadaye. Mke wa Asha aliona tofauti. Aliona uso wa Asha ukiwa na utulivu, macho yake yakionyesha upendo badala ya hasira. Vijana wa kijiji walikusanyika chini ya mti mmoja, wakishuhudia mabadiliko ya ajabu. Mwanaume aliyeonekana kupotea ndani ya tabia mbaya sasa alianza kuelewa maana ya upendo, heshima na uwazi ndani ya ndoa. Mama J. alizungumza mara moja kwa kijiji: Asha ni mfano. Kila mmoja wetu anaweza kubadilika ikiwa tutakuwa na moyo wa kujifunza na mtu mwenye hekima atakaotuongoza. Ndoa yenye nguvu haijengiwi kwa kelele na hasira, bali kwa heshima, mawasiliano na upendo unaoendelea. Mwisho wa hadithi. Hekima ya Mama J. Kungwi ilionyesha kuwa even mtu mwenye tabia mbaya anaweza kubadilika endapo atapewa elimu, uelewa na mwongozo sahihi. Asha aliendelea kubadilika. Ndoa yake ikawa imara na kijiji chote kilijifunza kuwa elimu juu ya mahusiano ni nguzo ya amani na furaha ya familia. Mama J. aliendelea kuwa nguzo ya hekima na elimu ya mahusiano katika kijiji, akisaidia watu wengi waliokuwa kwenye migogoro ya ndoa na akithibitisha kuwa uwezo wa kubadilisha maisha ya mtu ni mkubwa zaidi kuliko tunavyodhani.